Na hii exercise tumeifanya kwa sababu ile statistics ambayo tuko nayo saa hii hapa Mombasa inaonyesha kwamba hospitali zetu zimejaa, especially zile za dharura ya COVID-19. Na tungependa watu wengi zaidi wapate hiyo ugonjwa na watupatie pressure hata zaidi. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya exercise ya leo. Ni mambo ya mafunzo na publicity ili watu wajichunga nayo. Lakini kitu ambayo nafurahia zaidi ni kwamba hizi mabasi za long distance na hata matatu nyingi zimefanya compliance. Wamecomply almost 99%. Wako na barakoa, wako na mask na wako na ile sanitizer. Lakini ile shida inakuwa tu ni kwamba wengine wanavaa mask na wanavalia kwenye shingo, ambaye ni mambo madogo ya kurekebisha. Kwa hivyo kwa ufupi naweza sema compliance iko nzuri hata zaidi. Mombasa in terms of infections size imeenda juu sana. We have over 3,000 now. Na unajua tumepoteza watu 94, 94 wamefariki katika kaunti yetu ya Mombasa. Na hiyo nasema over 3,000 kwa sababu kuna wengi sana ambao labda hawajapimwa na wako nayo. Unajua sasa kuna ile kitu inaitwa home based care. Mtu anapatikana nayo alafu anaketi nyumbani. Kwa hivyo kuna watu wengi sana ambao wako nayo. Na hata saa hizi kati ya nyinyi waandishi wa habari nikiwauliza kila mmoja atasema anajua watu wawili watatu ambao wako naye hata saa hii. Kwa hivyo ni kitu ambaye imeenda juu zaidi. Na hizo vifo pia imeshtua. Vifo 94 sio mchezo. Kwa hivyo tungependa tujikinge na watu pia wajikinge na hii ugonjwa. Unajua pia hizo mambo ya daily count, ile mambo ya kuhesabu kwa siku, kuna wakati ambazo results inachelewa kutoka. Kwa hivyo inakuwa na ile backlog. Kwa hivyo ikitoka kama backlog zinatoka nyingi. Hiyo ndio maana unaona kuna fluctuations, siku nyingine iko juu, siku nyingine iko chini. Naam.